Tunataka utafute mtu tu. Alafu fanya namna hiyo. Lelele. Sema. Itakuwa kama mafuta. Mahali ambapo kuna nini? Moto. Kutoka kwa kichwa cha nani? Ukiteremka chini, si ndio? Ukiweza tu kuja wazunguke hao wazazi wetu. Wakibarikiwa nao wamebarikiwa. Tafuta nafasi. Uko tayari? Cheza.
Our ministries, our achievements, Lord, our successes, we lift them up to you. Every plan that we have laid down in this year, Lord, on this first day we say that we lay them down before you, that you may be glorified yet again. Ya kwamba upewe sifa tena, upate kujitukuza katika maisha yetu, katika mienendo yetu na kila kitu chetu. My God, I praise you, Lord. I praise you, Lord. Let us not be too quick to get out of His presence. As the bishop encouraged us, not to be too quick to rush home after saying Happy New Year, because that is not the reason why we came into the presence of God. Lord, we came to receive everything that you have for us here.
in this house. Yes, that people say you do not deserve. But remember the favor of the Lord. It is the Lord who favors. It is Him who chooses whom to lift and who to obeys. Favor does not come from men but from God. It is from the Father of lights. To hear you say, do you believe what you say?
The Bible says that angels are ministering spirits. I kid you not. There are families here. There are things that have been said about your family, about your marriage, about your children. When I say mimi na watoto wangu umenipendelea, kuna mtu watoto wangu wamechekelewa sana. Ikasemekana kuna mahali hawatahitimu. Jamani, Mungu amekupendelea 2026. You will see it come to pass. Everything that God has said about your children. And musicians, thank you so much for just being obedient to God. Thank you so much. Because when a sound is carried in a place, then God is able to find his way through that sound. God bless you. And now I pray that he will give yourselves a more. There's such a sweet spirit coming from this place. Such a sweet anointing. Such a sweet grace. Nimeshimika sana kuwa mahali hapa usiku wa leo. This morning, asubuhi wa leo, the first day of 2026. Siku ya kwanza ya mwaka wa 2026. I'm honored. Nimeheshimika stand before you. Kusimama mbele yenu. To share these glorious moments with you. Kushiriki nyakati hizi za utukufu pamoja nanyi. God has favored me. Mungu amenipendelea. To be the first preacher you hear. Kuwa mhubiri wa kwanza unayesikiza. In 2026. Katika mwaka wa 26. And God has favored you as well. Na Mungu amekupendelea pia. To be in his house this morning. Kuwa katika nyumba yake asubuhi ya leo. I want to take this opportunity. Nataka nichukue fursa hii. To acknowledge the bishop. Kutambua askofu wetu together with mama, pamoja na mama wetu. Thank you so much. Asanteni sana for the great job you do. Kazi kubwa mnayotenda. We pray for multiplied grace. Tunaomba kwamba mkaongezeke na neema. I acknowledge all the servants of God. Ninatambua watumishi wote wa Mungu. All the pastors who are here. Wachungaji wote walioko mahali hapa. Together with their brides. Pamoja na wapenzi wao. I love pastors. Napenda wachungaji. And I celebrate pastors. Na pia nafurahia wachungaji. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Turn your Bibles to Psalm 102 verse 13. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Zaburi 102 mstari wa 13. Psalm 102 verse 13. Zaburi 102 mstari wa 13. You will arise and have mercy on Zion. Basi wewe Bwana utaketi, wewe mwenyewe utasimama na kuirehemu Sayuni. For the time to favor her, kwa maana ndiyo wakati wa kuihurumia. Yes, the set time has come. Na majira yaliyoamriwa yamewadia. You will arise and have mercy on Zion. Utasimama na kuirehemu Sayuni. For the time to favor her, maana muda wa kuihurumia. Yes, the set time has come. Majira yaliyoamriwa yamewadia. I'm teaching on a topic that I've titled. Ninafundisha katika mada ambayo nimeipa kipaumbele. It is my set time to be favored. Ni wakati wangu wa kuhurumiwa. It is my set time to be favored. Ni wakati wangu wa kuhurumiwa. Turn to your neighbor and tell them it is my set time to be favored. Geukia mwenzako mwambie ni wakati wangu wa kuhurumiwa. Tell another neighbor it is my set time to be favored. Geukia huyo mwingine na mwambie ni wakati wangu wa kuhurumiwa. Another neighbor it is my set time to be favored. Na huyo mwingine mwambie ni wakati wako wa kuhurumiwa. 2026
may have been difficult. Vitu pengine yamekuwa magumu. You may have lost some things. Pengine umepoteza mambo You fulani. may have been weak. Umekuwa pengine na udhaifu. But 2026 Lakini mwaka wa 26 is your set time ni wakati wako to be favored. wa kuhurumiwa. 2026 Mwaka wa 26 is your set time ni wakati wako to uliotengwa be favored. ukaweze kuhurumiwa. It is a new day. Ni siku mpya, It is a new dawn. ni mwamko mpya, And God is set to favor you. na Mungu amekusudia kukuhurumia. God is set to favor us as a church. Mungu amekusudia kutuhurumia kama kanisa. You see, you can't make it in life without favor. Hauwezi ukafaulu katika maisha bila kuhurumiwa. You can't make it in life without favor. Huwezi kufaulu katika maisha pasipo kuhurumiwa, Without kibali. pasipo kibali. You can't make it in life without favor. Hauwezi faulu katika maisha pasipo kibali. If favor is removed from life, Ni kibali ambacho kitaingizwa katika uzima. if favor is removed from life, Kama kibali kimeondolewa katika maisha, there will be struggle. kutakuwa na kung'ang'ana. If favor is removed from life, Wakati kibali kitaondolewa katika there will maisha be yako, struggle. kutakuwa na kung'ang'ana. Many people who became great in the Bible, Watu wengi waliofanyika watu wakuu katika Biblia they were made great by favor. walifanyika wakuu kwa kibali. Joseph was not the eldest. Yusufu hakuwa ni yule mkubwa. Joseph was not the strongest. Yusufu hakuwa ni yule ambaye ako na nguvu, But favor located him. lakini kibali kilimtambua, But favor made him a person na kibali kikamfanya awe mtu that mattered. aliye na maana. If it hadn't been for the favor of the Lord, Kama ingekuwa ni kibali cha Mungu, if it weren't for the favor of the Lord, kama ingekuwa ni kibali cha I Mungu, wouldn't be where I am today. singekuwa mahali niko I leo. am able to do what I'm doing because of the favor of God. Ninaweza fanya kile ninayofanya kwa sababu ya I kibali am cha the Mungu. person I am today because of the favor of God. Mimi ni yule niliye leo kwa sababu ya kibali cha Mungu. I have gone to the places I've gone because of the favor of God. Nimeenda katika zile sehemu, nimeenda kwa sababu ya kibali ya It Mungu. is all because of favor. Yote ni kwa ajili ya kibali. If you are employed, Kama umeandikwa it kazi, is because of favor. ni kwa sababu ya kibali, It is not because you are the wisest person. sio kwa sababu wewe ni mtu aliye na hekima zaidi. There are people who are clever than you, Kuna watu walio na hekima but they kukushinda, are still tamaki. lakini bado wanang'ang'ana It is maisha. because of the favor of Ni God. kwa sababu ya kibali cha If Mungu. you are married today, Kama umeolewa leo, it is not because you are the most beautiful person in the world. si kwa sababu wewe ndiye mrembo zaidi It katika is dunia. because of the favor of the Ni Lord. kwa sababu ya kibali cha Mungu. There are beautiful girls out there Kuna warembo wadada kule nje who are not yet married. ambao hawajapata kuolewa. Without favor, Pasipo kibali we can't make it in life. hatuwezi tukafaulu katika maisha. For me to marry this amazing woman, Kwangu mimi kuoa huyu dada aliye wa ajabu sana, Sister Clarice, I needed favor. dada Clarice, nilihitaji kibali. Hallelujah. Haleluya, I needed favor. nilihitaji kibali. The Bible says, whoever finds a wife finds a good thing and obtains favor. Biblia inasema apataye mke amepata kitu chema na amepokea kibali. When I met her, the only thing I had was faith. Nilipokutana na yeye, kile nilichokuwa nacho ilikuwa tu ni imani. There was no color, Hakukuwa na rangi, there was no flavor, hakukuwa there was no style. It is hakukuwa just favor. ilikuwa ni kibali. Favor. Kibali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. For her parents to accept, Wazazi wake kunikubali to give me their daughter, ili wanipee binti yao, favor, ilikuwa ni kibali. especially her mother. Sana sana mama yake. Favor. Kibali. Hallelujah. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. We
can't make it in life. Pasipo kibali hauwezi ukafaulu katika maisha. You are where you are because of favor. Uko kule mahali uliko kwa sababu You ya are able kibali. to do what you are doing today because of favor. Unaweza kufanya kile unaweza kufanya leo kwa sababu ya kibali. It is favor, ladies and gentlemen. Ni kibali ndugu na wadada. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Favor Kibali is given because of purpose. inapeanwa kwa sababu ya kusudi. Favor Kibali is given because of the assignment that God has given you. inapeanwa kwa sababu ya ile kusudi ambaye Mungu amekupa wewe. God shows his favor Mungu anaonyesha kibali chake to move forward his plans and purpose. ili kuiongoza mipango yake na kusudi lake. Anytime God gives you favor, Wakati wowote Mungu anapokupa kibali, anytime God shows you favor, wakati wote Mungu anakuonyesha kibali, it is because he wants to move forward his plans. ni kwa sababu anataka kusongeza mbele It kusudi is lake. because he wants to move forward his purposes. Anataka kusongeza mbele mipango yake. Favor is connected to the purposes of God. Kibali imeunganika na kusudi la Mungu. God favors us because of his purposes. Mungu anatupa kibali kwa sababu ya kusudi lake ndani yetu. If Jesus needed favor Kama Yesu alihitaji kibali to fulfill purpose, ili atimize kusudi la you Mungu, will need favor to fulfill purpose. utahitaji kibali kutimiza kusudi. If Jesus, the Son of God, Kama Yesu mwana wa Mungu, the Messiah, Mwokozi, needed favor alihitaji to kibali fulfill purpose, ili atimize you kusudi. will need favor Utahitaji kibali to fulfill purpose. kutimiza kusudi. Amen. Amen. The life of Jesus was marked with favor. Maisha ya Yesu yalinakiliwa na kibali. When he was born, Alipozaliwa, because of favor, kwa sababu ya kibali, wise men brought gifts. wale majusi walileta zawadi. When he died, Alipokufa he didn't have a grave. hakuwa na kaburi, But because of favor, lakini kwa sababu ya a kibali, rich man gave out his grave. tajiri mmoja akapeana kaburi lake. Jesus was a man of favor. Yesu alikuwa ni mtu wa kibali. When he needed a place to do a meeting, Alipohitaji mahali pa kufanya mkutano, he didn't have money, hakuwa na pesa, but he had favor. lakini alikuwa na kibali. When he needed a means of transport, Alipohitaji njia ya kusafiri, he needed favor. alihitaji kibali, And because of favor, he was given a donkey. lakini na kwa sababu ya kibali alipewa punda. Jesus needed favor to fulfill purpose. Yesu alihitaji kibali kutimiza kusudi, And we will need favor nasi tunahitaji to kibali fulfill purpose. kutimiza kusudi. If you are going to do what God is calling you to do, Kama utafanya kile ambacho Mungu amekuita ufanye, you need favor. utahitaji kibali. As a church, Kama kanisa, us to go to Mozambique, ili tuende kule Mozambiki, we need favor. tutahitaji kibali. Favor. Kibali For us to fulfill that purpose, ili tutimize hiyo we kusudi, will need favor. tutahitaji kibali. Hallelujah. Amen. Divine favor Kibali cha kiungu helps us to be inatusaidia kuwa and to do na kufanya and go na kuenenda beyond our human limitations. zaidi ya udhaifu wetu wa kimwanadamu. Divine favor Kibali ya kiungu helps us to be, inatusaidia kuwa to do na kufanya and to go na kuenenda beyond our human limitations. zaidi ya udhaifu wetu ya As kibinadamu. human beings, we are limited. Kama wanadamu tuko na upungufu mwingi, And that is why we need favor. ndio maana tunahitaji kibali. We are limited as human beings. Tumepungukiwa kama wanadamu, You don't have all the wisdom. hauna hekima zote, That is why you need favor. ndio maana unahitaji You kibali. don't have all the strength. Hauna nguvu zote That unahitaji, is why you need favor. ndio maana unahitaji kibali. You don't have all the beauty. Hauna urembo wote, That is why you need favor. ndio maana unahitaji
Ndio maana tunahitaji kibali. Praise the Lord. Bwana sifiwe. When favor came in the life of Abraham, Wakati kibali ilizukia katika maisha ya Ibrahimu, favor gave him a great name. kibali kilimpa jina kuu. When favor came in the life of Joseph, Wakati kibali kilizukia katika maisha ya Yusufu, it lifted him from the prison to the palace. ilimuinua kutoka kwa gereza hadi kwa nyumba ya falme. Favor introduced David into the palace. Kibali ilimuongoza na kutambulisha Daudi katika nyumba ya falme. Favor comes because of our human limitations. Kibali kinakuja kwa sababu ya upungufu wetu wa kimwanadamu. You need favor because you are limited. Unahitaji kibali maana umepungukiwa kama mwanadamu. You need favor because you are limited as a human being. Unahitaji kibali kwa sababu umepungukiwa kama mwanadamu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. There are times you don't have the money, Kuna wakati hauna pesa, but favor kicks in. lakini kibali So kinaingilia. what money cannot do, Sasa kile ambacho pesa hawezi kulifanya, favor does it. kibali kitalifanya. At times you don't have connections. Kuna wakati mwingine hauna You don't kuunganika know na anyone. haujui mtu yeyote, But favor kicks in. lakini kibali And kinaingilia. when favor kicks in, Na wakati kibali you are kinapoingilia, pushed forward. unasukuma mbele. There's a brother in our church. Kuna ndugu kanisani kwetu, That brother is tarmacked huyo ndugu ameng'ang'ana until he reached a place where he was depressed. akafika mahali ambapo He was giving up amesongwa na on mawazo. life. He was giving up on life. Alikuwa anapoteza matumaini kwa maisha, And so we prayed together with him. na sasa tukaomba pamoja na yeye, And we prayed that God may favor him. na tukaomba ili Mungu ampe kibali. So he applied for a job with the National Police Service. Akapeleka ombi lake la kazi kwa idara ya polisi. He applied 2 places. Akapeleka ombi la kazi kwa sehemu mbili. Within 3 weeks, Baada ya wiki 3, the 2 places invited him for a job. hizo sehemu zote mbili zikamwalika kwa ajili ya kazi. So he had to choose. Ilibidi achague. So when he chose, Alipochagua, favor still spoke for him. bado kibali kilimzungumzia. So he's now assisting, he's now working together with the regional police commander of Nairobi. Sasa saa hii anafanya pamoja na yule mkubwa wa polisi katika The eneo same la brother Nairobi. that was frustrated. Vile alivyosumbuka When favor kicked in, wakati kibali ilipoingilia, things were changed. kila kitu kilibadilika, His story changed. hadithi likabadilika. And people are saying in the office Watu walikuwa nasema kule ofisini, that you know the boss. wewe unajua mkuu. There is someone in this office that is pushing you forward. Kuna mtu hapa katika ofisini ambaye He anakusukuma has mbele, no one, it is just favor. lakini hapa na lolote yeyote alikuwa ni neema, That ni is kibali. what favor can do. Hiyo ndio kitu kibali kinaweza Favor fanya. pushes people forward. Kibali kinasongeza watu mbele. God is the source of favor. Mungu ndiye chanzo cha kibali. God is the source of all favors. Mungu ndiye mwanzilishi ama chanzo cha kibali yote. Even when man shows you favor, Hata kama wanadamu wamekuonyesha kibali, it is an extension of God's favor. ni Mungu ndiye awatumia kuonyesha kibali. Human beings cannot show you favor if God does not touch their heart. Wanadamu hawezi kukuonyesha kibali kama Mungu hajawaguza ndani ya moyo. Even if they are not born again, Hata kama hawajazaliwa mara ya pili, they can't show you favor if God has not moved in their heart. hawawezi kukuonyesha kibali kama Mungu hajaingilia ndani ya moyo So wako. if you have favor with God, Kama uko na kibali na Mungu, then you have favor with men. basi utakuwa na kibali na wanadamu. Favor with God Kibali na Mungu gives you favor with men. inakupa kibali na wanadamu, Because any man you will ever meet in life, ya kwamba kila mtu utakayekutana naye katika they maisha were created by God waliumbwa na Mungu and they can respond to God. na wanaweza sikiza So when mapenzi ya God Mungu. wants them to help you, Mungu akitaka wakusaidie, they may not like your face,
Pengine hawezi kupenda uso wako. They may not like your name. Pengine hawezi penda jina lako. But when the time is right, Lakini wakati ukifika, they will favor you. watakupa kibali. Hallelujah. Haleluya. They will show you favor Watakuonyesha kibali. because you have favor with Kwa God. sababu unaye kibali na Mungu. God is the source of all favor. Mungu ndiye chanzo cha kibali chote. James chapter 1 verse 17. Yakobo 1 mstari wa 17. Every good and perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Kila kutoa kuliko kwema na kila kutolewacho kilicho kamili kutoka juu hushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Every good and perfect gift comes from above. Kila kilicho chema na kizuri kinatoka juu. So anytime you experience anything good, it is because heaven has okayed it. Kila wakati unapokutana na chochote chema ni kwa sababu mbingu imeilazimisha. Anytime you receive help from anyone, it is because heaven has said yes. Wakati wote unapopokea msaada kutoka kwa mtu yeyote ni kwa sababu mbingu imesema ndio. Anytime a door is open for you, it is because heaven has okayed it. Wakati wote milango imefunguliwa kwa ajili yako ni kwa sababu mbingu imeiamuru. God is the source of all favors. Mungu ndiye chanzo cha kibali chote. Hallelujah. 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 So what is favor? Sasa kibali ni nini? Number one, Ya kwanza, it is to bend or stoop in kindness to an inferior. ni kuinama ama kukusudia kwa yule aliye mkuu. It is to bend or stoop in kindness to an inferior. Ni kuinama ama kushuka chini kupokea kibali, neema kwa yule aliye juu. When God stooped down Wakati Mungu alipoinama chini and sent his only begotten son na kutuma mwanawe pekee to come and save us, ili aje tuokoe, that was favor. hiyo ilikuwa ni kibali. Anytime a great man, Wakati wote mtu mkuu, a man of power, mtu aliye na uwezo, a person in authority, mtu aliye katika mamlaka, a person who has power to help you, mtu aliye na nguvu ya kukusaidia, anytime they stoop down wakati yoyote wanaposhuka chini to hear you, ili to wakusikize, help you, kukusaidia, it's called favor. hiyo ni kibali. Praise the Lord. Yesu asifiwe. It is favor. Hiyo ni kibali. Number two, Ya pili, to favor is to cause something to improve. kibali ni kufanya kitu kiongezeke ama kiinuke. To cause something to improve Kufanya kitu kiongezeke ama kiinuke, or to cause something to move. ama kufanya kitu kisonge mbele. So anytime you encounter anyone Wakati wote unapokutana na mtu yeyote and your life improves, na maisha yako inainuka, that is called favor. hiyo inaitwa kibali. Anytime you encounter anyone Wakati wote unapokutana na mtu yeyote and your life moves forward, na maisha yako inasonga mbele, it is called favor. hiyo inaitwa kibali. When you meet anyone Wakati unakutana na that yeyote causes your life to progress anayefanya maisha yako kuendelea or your life to become better, ama maisha yako kuwa bora, it is because of favor. ni kwa sababu ya kibali. Number three, Ya tatu, to be favored is to be made able. kupewa kibali ni kuwezeshwa. To be favored is to be made able. Kupewa kibali ni kuwezeshwa. It is to be empowered, Ni kupewa nguvu, to be enabled, kuwezeshwa to be endowed.
ni kutawazwa, to be anointed, ni kupakwa mafuta, to be strengthened, ni kupewa nguvu, to be equipped. ni kutayarishwa. So anytime you are equipped, Wakati wote umetayarishwa, anytime you are strengthened, wakati wote umetiwa nguvu, anytime you are anointed, wakati wote umepakwa mafuta, anytime you are graced, wakati wote umepewa neema, that is called favor. hiyo inaitwa kibali. Hallelujah. Haleluya. When the anointing of God comes upon you, Wakati mafuta ama kupakwa na Mungu inakuja juu yako, that anointing helps you to do what is humanly impossible. hiyo upako inakuwezesha kufanya kitu ambaye haiwezekani na kibinadamu. That is favor. Hiyo ni kibali. When you go to a class, Ukienda katika darasa, in nursery school, katika chuo cha chekechea, you know nothing. haujui chochote, You sit under a teacher. unakaa chini ya mwalimu. By the time you graduate, Wakati unafuzu, you have been equipped. umetiwa uwezo. Now you can write your name. Sasa unaweza andika jina lako. That is called favor. Hiyo inaitwa kibali. Hallelujah. Haleluya. That is favor. Hiyo ni kibali. Come on, tell your neighbor, it is my set time to be favored. Mwambie mwenzako ni wakati wangu wa Again, it is my set time to be favored. ni wakati wangu wa kibali. You see, the set time is the appointed time. Wakati uliotengwa ni wakati uliotawazwa. Set time is the appointed time. Wakati uliotengwa ni wakati So uliotawazwa. God has an appointed time. Mungu kuna wakati ambao ametawaza. Set time is also fixed time. Wakati uliopangwa ni wakati ambao umeandaliwa. The same way you can fix time. Wakati ambao unaweza panga wakati. And I can say, I'll meet you tomorrow at 2. Na nikwambie nitakutana wewe kesho saa I 8. fix it. Nitaipanga. That is set time. Hiyo ni wakati uliotawazwa. Set time is also determined time. Wakati huo ni wakati ambao umeandaliwa. So God has determined Mungu ameandaa to favor you. ili akupe kibali. God has appointed Mungu ametawaza to favor you. ili akupe kibali. God has fixed it in his diary Mungu ameiweka katika nyakati zake to favor you. ili akupe kibali. Hallelujah. Haleluya. The set time Wakati uliotawazwa is called Kairos inaitwa Kairos in Hebrew. katika lugha ya Kiebrania. Say Kairos. Sema Kairos. And Kairos means opportune moment. Na Kairos inamaanisha wakati ulio na nafasi kwetu. Opportune moment of release. Wakati nyakati ulio na nafasi kwetu ya kuwekwa huru. So when we say it is the set time to be favored, Tunaposema ni wakati unaotawazwa kupewa kibali, it means it is the opportune moment inamaanisha ni wakati wa nafasi favor to be released on you ili kibali ikaachiliwe kwako and on me. na kwangu. You see, when the set time comes, Unaona, wakati nyakati iliyotawazwa imefika, several things happen. vitu vingi vinafanyika. The Bible says the set time has come to be favored. Biblia inasema nyakati iliyotawazwa imefika The set time ili has upewe come kibali. to be favored. Wakati uliotawazwa ili ukapewe kibali umefika. When the set time comes, Wakati uliotawazwa ikifika, like now the set time has come in 2026. na kama saa hii nyakati ya kutawazwa imefika miaka wa 26, There are several things that happen. kuna vitu vingi ambavyo vitafanyika. Number one, Ya kwanza, when the set time comes, wakati nyakati iliyotawazwa imefika, God arises. Mungu anainuka. When the set time comes, Wakati uliotawazwa ikifika, God arises. Mungu anainuka. Psalm 102 verse 13. Zaburi 102 mstari wa 13. You will arise and have mercy on Zion. So the time to favor her, yes, the set time has come. Na kuirehemu Sayuni, maana
maana ndio wakati wa kuihurumia umefika. When the set time comes, Wakati uliotawazwa ukifika, God arises. Mungu anainuka. When the set time comes, Wakati uliotawazwa ukifika, God shows up. Mungu anajionyesha. When the set time comes, Wakati uliotawazwa ukifika, God steps in. Mungu anaingilia. God intervenes. Mungu anachukua nafasi. You see, when God arises, Mungu akiinuka, it means that he steps into human affairs. inamaanisha anaingilia mambo ya wanadamu. When we say that God has arose, Tunaposema Mungu ameinuka, it means that God is stepping into your issue. inamaanisha Mungu anaingilia mambo yako. So if you have a court issue, Kama wewe uko na jambo la kotini, when the set time comes, wakati wa nyakati iliyotawazwa ukifika, God steps into that issue. Mungu anaingilia hiyo jambo. If you have a challenge in your business, Kama uko na changamoto katika biashara yako, when the set time comes, nyakati iliyotawazwa God ukifika, arises Mungu anainuka. by stepping in Mungu anaingilia ndani to human affairs. ili katika mambo ya wanadamu. And when God steps into human affairs, Wakati Mungu anaingia katika mambo ya wanadamu, he overturns stagnation. anageuza kutoendelea. When God arises, Mungu anapoinuka, he overturns stagnation. anageuza kutoendelea. He interrupts cycles of delay. Anabadilisha mfurungo ya kutoendelea. Anytime God steps in, Wakati wote Mungu anapoingilia, time is compressed. muda unabanwa. Anytime God steps into your issue, Wakati wote Mungu anapoingia katika mambo time is yako, compressed. muda unabanwa. There was a lady. Kulikuwa na dada. This lady was 50 years old. Huyu dada alikuwa na miaka 50. She was never married. Hakuwa ameolewa. She was trusting God for marriage. Alikuwa anaamini Mungu kwa ajili ya At ndoa. 50 years old, Katika mwaka 50, God stepped in. Mungu aliingilia ndani. Time was compressed. Muda ukabanwa. And this lady got a man. Na huyu dada akapata mume. The man that was ready Mume aliyekuwa tayari with dowry na mahari and money for wedding. na pesa ya kufanya Within ndoa 6 harusi. months he had paid dowry and they were wedded. Kwa muda wa miezi 6 alikuwa amelipa mahari na wamefanya harusi. 1.5 years later, this lady was carrying a baby. Mwaka 1.5 baadaye huyu dada akawa amepata 2 years later, second born. baada ya miaka 2 amepata mtoto wa pili. God stepped in, Mungu aliingilia ndani, compressed time, akabana muda and things moved forward. na vitu vikasonga mbele. When God arises, Mungu anapoinuka, time is compressed. muda unabanwa. When God arises, don't say I'm too old. Wakati Mungu anainuka usiseme mimi ni mzee. Let me repeat again for my sake. When God arises, Wakati Mungu anainuka, don't say you are too old. usiseme wewe ni mzee, Because God compresses time. kwa sababu Mungu anabana muda. When he steps into your issue. Anapoingilia mambo yako. Hallelujah. Haleluya. When God arises, Wakati Mungu anapoinuka, his enemies are scattered. maadui yako wanatawanyika. Anytime God arises, Wakati wowote Mungu anapoinuka, his enemies are scattered. maadui yako wanatawanyika. The Bible says, you will arise Biblia inasema utainuka and have mercy on Zion. na kukurehemu For Sayuni, the time to favor her has come. kwa sababu muda wa kuipea kibali umefika. Anytime God arises, Wakati wote Mungu anapoinuka, one of the things that happens is that enemies scatter. mambo yale, baadhi ya mambo yanayofanyika ni kwamba maadui wanatawanyika. The Bible says, let God arise Biblia inasema wacha Mungu ainuke and his enemies be scattered. na maadui yake wakatawanyike. So God arises on your behalf Mungu anainuka kwa niaba to yako cause things to move. ili afanye mambo yakasonge That mbele. is what we are trusting God for in 2026. Na ndio mambo tunayoamini Mungu katika miaka God will arise on 26. our behalf Ya kwamba Mungu atainuka kwa niaba yetu and will cause things to move. na
na atafanya mambo yasonge. That thing that you have prayed for years, Hiyo jambo ambalo umeombea kwa miaka, God will arise Mungu atainuka and cause it to move. na ataifanya isonge mbele. That sickness that you've been trusting God to heal you, Hiyo ugonjwa ambao umekuwa God will ukitabiri, arise Mungu atainuka and cause there to be healing. na atafanya uponyaji hapo mahali. That breakthrough you have been trusting God for, Hiyo upenyo ambao umekuwa ukiomba Mungu kwa it is ajili the yake, set time. ni wakati uliopangwa, The set time has come. muda uliopangwa umefika. God is arising. Mungu anainuka, He is stepping into your issue anaingia ndani ya mambo so that yako you can move forward. ili aweze kukusongeza mbele. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Number 2, Ya pili, when the set time comes, wakati muda uliopangwa ukifika, God shows us mercy. Mungu anatuonyesha rehema. When the set time comes, Wakati uliopangwa ukifika, God shows us mercy. Mungu anatuonyesha rehema. Again, Psalm 102 verse 13. Tena Zaburi 102 mstari wa 13. You will arise Wewe Bwana utasimama and have mercy on Zion. na kuirehemu Sayuni, For the time to favor her. kwa maana ndio wakati wa kuirudisha. Yes, the set time has come. Majira yaliyoamuriwa yamewadia. When the set time comes, Wakati uliopangwa umefika. God shows us mercy. Mungu anatuonyesha rehema. You see, the throne of God is established on righteousness and truth. Unajua enzi ya Mungu imesimamishwa katika haki na ukweli. The ways of God are too high for us. Njia za Mungu zimepanda juu zaidi yetu. So God has established a way, Sasa Mungu amepanga njia, a technology amepanga teknolojia to deal with man. ili akaweze kukumbana na mwanadamu. It's called mercy. Inaitwa rehema. It is called mercy. Inaitwa rehema. So when God deals with men, Mungu anapoingilia kati ya wanadamu, because God's ways are too high, kwa sababu njia ya Mungu yako juu sana, His righteousness is too high, haki yake iko juu sana, His truth is too high, ukweli wake uko juu sana, His ways are too high. njia zake ziko juu sana. God sets in mercy. Mungu anaingiza rehema. And so because of mercy, Na sasa kwa sababu ya rehema, man can now interact with God. mwanadamu sasa anaweza shirikiana na Mungu. So when the same time comes, Wakati uliopangwa ukiwadia, God shows us mercy. Mungu anatuonyesha rehema. When the same time comes, Wakati uliopangwa ukifika, God shows us mercy. Mungu anatuonyesha rehema. And one of the prayer that we need is the prayer for mercy. Na kama kuna maombi tunayohitaji, ya kwanza ni maombi ya You see, mercy is a universal prayer. najua rehema ni maombi ya kijumla. Mercy is a universal prayer. Rehema ni maombi ya kijumla. When blind Bartimaeus wanted to see, Wakati Bartimayo aliye kipofu alihitaji kuona, he cried for mercy, alililia rehema and God showed him mercy. na Mungu akamwonyesha rehema. Amen. Amen. So mercy is a universal prayer. Rehema ni maombi ya kijumla. And one of the things that will take place when the same time sets in, Jambo ambalo litafanyika wakati muda uliopangwa umewadia, is God will show you mercy. ni kwamba Mungu atakuonyesha rehema. So there are people that will be healed Kuna watu wataponywa because of the mercies of God. kwa sababu ya rehema ya Mungu. There are those who will be married Kuna wale wataolewa because of the mercies of kwa God. sababu ya rehema ya Mungu. There are those who will get employed Kuna wale wataajiriwa kazi because of the mercies of kwa God. sababu ya rehema ya There are Mungu. those who will receive their miracles babies Kuna watu watapokea miujiza ya watoto because of the mercies of kwa God. sababu ya rehema ya Mungu. Hallelujah. Haleluya. So mercy Sasa rehema is one of the things that happens ni baadhi ya mambo yanayofanyika when the time is right. wakati muda uliopangwa umefika. When the set time has come. Wakati muda uliopangwa umefika. Hallelujah. Haleluya. Number 3,
Ya tatu, when the set time comes, wakati muda uliopangwa umefika, favor is released. kibali kinaachiliwa. When the set time comes, Wakati muda uliopangwa umefika, favor is released. kibali kinaachiliwa. The set time Wakati uliopangwa provokes the favor of God. inatia nguvu kibali cha Mungu. 2026 is our set time. Mwaka wa 26 ni muda wetu uliopangwa. So it means that favor has been released. Inamaanisha kibali tayari imeachiliwa. It means that favor has been released. Inamaanisha kibali tayari imeachiliwa. Psalm 102 verse 13. Zaburi 102 mstari wa 13. You will arise and have mercy on Zion. Utasimama na kuirehemu Sayuni, For the time to favor her. kwa maana ndio wakati wa kuihurumia. Yes, the set time has come. Na majira yaliyoamuliwa yamewadia. So when the set time comes, Wakati muda uliokusudiwa umefika, God shows you favor. Mungu atakuonyesha kibali. I have been serving God for years. Nilikuwa nikimtumikia Mungu kwa muda. Things were not moving, Vitu havikuwa vinaendelea, but I was trusting God lakini nilikuwa naamini Mungu and serving God. na kumtumikia Mungu. I remember one evening, Nakumbuka jioni moja, a couple visited us for dinner. wanandoa walitutembelea nyumbani kwa ajili ya chakula cha jioni. So we shared supper, Tukala chakula cha jioni pamoja, then later we escorted them. na baadaye tukawadhibitisha. So when we went down, Tulipoteremka kule chini, they gave me the key to their car. walinipa kifunguo ya gari lao, And they said, this is your car. na wakaniambia hii ni gari lako. The person that celebrated was my son. Ule aliyeshangilia zaidi ni kijana wangu. My son jumped. Kijana wangu aliruka. Hallelujah. Haleluya. Then they requested me Na wakaniomba to take them home. niwapeleke nyumbani, And I didn't know how to drive. na sikuwa najua kuendesha. When the set time comes, Wakati muda even when you don't know how to drive, hata kama hujui kuendesha gari, favor speaks. kibali kinaongea. Praise the Lord. Anasifiwe. When the set time comes, Muda uliopangwa ukifika, when the set time comes, muda uliopangwa ukifika, I used to hear preachers talk about taking aeroplane and moving from one place to another. I would wonder when will I go on an aeroplane? nilikuwa nasikia wahubiri wakisema nimepanda ndege nikaenda mahali moja mahali nyingine, nikajiuliza nami ni siku gani nitaweza kuingia kwa ndege. When the set time came, Wakati muda uliopangwa ulifika, they paid for my ticket to Ethiopia. walilipa tikiti yangu ya ndege kwenda Ethiopia. Paid for a 5-star hotel in Addis Ababa. Wakalipa hoteli iliyo nzuri zaidi kule Addis Ababa. 3 months after Addis Ababa, they paid for me to go to Johannesburg and Durban. Baada ya miezi mitatu kutoka Ethiopia, walinilipia ndege niende Johannesburg na Durban. Then they paid for me to go to Columbus, Ohio. Walinilipia baadaye niende kule Columbus, Ohio. But COVID happened. Lakini corona ikafika. Praise the Lord. Wanaweza sifiwe. When the set time comes, Wakati muda uliopangwa umefika, favor is provoked. kibali kinaachiliwa. So God shows favor because it is the set time. Mungu anaonyesha kibali maana ni muda uliopangwa umewadia. Favor is provoked. Kibali kinachochewa. So when favor is provoked, there are things you are able to get not by power, not by might, but by the favor of God. Wakati kibali kimechochelewa, kuna vitu unaweza kupata sio kwa nguvu, sio kwa uwezo, lakini kwa sababu kibali kimechochelewa. Hallelujah. This year, last year, Mwaka uliopita, 2025, mwaka 2025, we are in a meeting, tulikuwa katika mkutano Nairobi Cinema. kule Nairobi Cinema. The preacher came from Qatar. Mhubiri alitoka kule nchi ya Qatar. And the preacher is a Kenyan, but he lives in Qatar. Mhubiri alikuwa Mkenya lakini anaishi kule Qatar. And he said, before I preach, Akasema kabla nihubiri, I want to bless a couple here.
Nataka nibariki wanandoa hapa. This couple has been a blessing to us as a family. Hawa wanandoa wamekuwa baraka kwetu kama familia. And that man gave us land. Akatupa shamba In Kitengela. kule Kitengela. So now I am a landlord. Na sasa mimi Hallelujah. When the set time comes, wakati muda uliopangwa umefika, that is how you become a landlord. hivyo ndivyo unakuwa mtu ambaye anamiliki. You go to a meeting to go and be blessed. Tulienda mkutano ili tubarikiwe. You leave that meeting with a title deed. Unaondoka katika hiyo mkutano na cheti cha shamba. You meet another person Unakutana na mtu mwingine, and they give you another car. anakupa tena gari lingine. Haleluya. When the set time comes, Muda uliopangwa ukifika, when the set time comes, wakati muda uliopangwa umefika, when the set time comes, wakati muda uliopangwa umefika, even if land is being sold at 20 million in Nairobi, hata kama shamba inauzwa milioni 20 hapa Nairobi, God will make it possible for you to own it. Mungu ataifanya uwe na uwezo wa Because the kumiliki, set time has come. kwa sababu muda uliopangwa umefika. Let me repeat it again. Acha tukairudie tena. When the set time comes, Muda uliopangwa ukifika, even if the land is going for 20 million, hata kama shamba inauzwa milioni 20, God will give you the power Mungu atakupa uwezo on it. ili umiliki. When the set time comes. Muda uliopangwa ukifika, Because God's set time provokes favor. kwa sababu muda wa Mungu uliopangwa ikifika inachochea kibali. When the fullness of time comes, Muda ukikamilika, nobody can stop your blessing. hakuna anayeweza kuzuia baraka zako. When the fullness of time comes, Muda ikitimia, no witch doctor, hakuna mganga, no diviner hakuna mchawi can stop your breakthrough. anaweza kusimamisha baraka Because it is zako, God's set time. kwa sababu ni muda wa Mungu aliyepanga. And the set time provokes favor. Muda uliopangwa na Mungu inachochea kibali. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. And I prophesy over any woman who is here. You're trusting God for the fruit of the womb. Ninatabiria mwanamke yote You are aliyewatia trusting hapa, God for the fruit of the womb. unamwamini Mungu kwa ajili ya uzao wa utumbo. We make a declaration today Tunafanya that the nabii set leo time has come. ya kwamba muda wa Mungu imefika. Your set time has come. Muda wako uliopangwa na Mungu imefika, God is stepping in. na Mungu anaingilia ndani. God is compressing time. Mungu anabana muda. God is releasing the supernatural. Mungu anaachilia kilicho Suddenly you are pregnant. Mungu utapata utumbo. Suddenly you are carrying a child. Kwa ghafla utapata kuwa umebeba ujauzito. Supernaturally there will be no challenges. Katika njia ya kiungu hakutakuwa na changamoto. Supernaturally you will deliver safe. Katika njia ya kiungu utazaa sawa sawa, Because the set time kwa sababu muda uliopangwa has come. umefika. There is someone who has been targeting for so long. Kuna mtu ambaye ameng'ang'ana kutafuta kazi The sana. set time has come. Muda uliopangwa You umefika. have looked for that job for so long. Umetafuta hiyo kazi kwa muda mrefu. Now the job will look for you. Sasa hiyo kazi itakutafuta. Hallelujah. Haleluya. It will look for you. Itakutafuta. You will receive a call Utapokea mwaliko and you'll be invited for a job interview. na utaitwa katika interview ya kazi, Because the set time kwa sababu muda uliopangwa has come. umefika. Someone who is trusting God for marriage. Kuna mtu anaamini Mungu kwa The ajili ya set ndoa. time has come. Muda wako umefika. The set time has come. Muda wako umefika. The set time has come. Muda wako umefika. Favor will introduce you to that man. Kibali kitakutambulisha kwa huyo mume. Favor will speak for you. Kibali kitakuzungumzia. Favor will make it happen. Kibali kitaifanya itimie, Because the set time has come. kwa sababu muda uliopangwa umefika. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Luke chapter 2 verse 52. Luka
Mlango wa 2 mstari wa 52. The Bible says, Biblia inasema, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Jesus increased in favor with God and men. Yesu aliongezeka katika kibali na Mungu pamoja na wanadamu. Favor is so important Kibali ni cha muhimu sana, that Jesus had to increase in favor kiasi cha kwamba Mungu Yesu ilibidi aongezeke with katika God kibali and men. mbele ya Mungu na wanadamu. If Jesus needed to increase favor, Kama Yesu alihitajika kuongezeka katika kibali, you also need to increase in favor. hata wewe unastahili kuongezeka katika kibali. If Jesus needed to increase in favor, Kama Yesu alihitajika kuongezeka you katika also kibali, need to increase in hata nawe favor. unastahili ukaongezeke katika kibali. And we are saying in 2026, That's you right. are increasing in favor. Na tunasema mwaka wa 26 unaongezeka katika kibali. You are increasing in favor. Utaongezeka katika kibali. So how do we increase in favor? Sasa tunaongezekaje katika kibali? How do we increase in favor? Tutaongezekaje katika kibali? Number one, Cha kwanza, divine favor begins with a relationship with Jesus Christ. kibali cha kiungu inaanza na uhusiano wako na Yesu Kristo. Divine favor Kibali cha kiungu begins with a relationship with Jesus Christ. inaanza na uhusiano wako na Yesu Kristo. You want to grow in favor. Unataka ukakue katika kibali. We say that God is the source of all favor. Tumesema kwamba Mungu ndiye chanzo cha kibali yote. Favor is a person. Kibali ni mtu. His name is Jesus Christ. Jina lake ni Yesu Kristo. You want favor, Unahitaji kibali, you must know Jesus Christ lazima umjue Yesu as Kristo your Lord and Savior. kama Bwana na Mwokozi. You want favor, Unahitaji kibali, you must be in relationship with Jesus Christ. lazima uwe na uhusiano na Yesu Kristo, Because favor is a person kwa sababu kibali ni mtu and his name is Jesus. na jina lake ni Yesu. It is when you come into relationship with him Ni mpaka ule wakati umekuja katika uhusiano na yeye that you can begin to experience that favor. ndio unaanza kuamua kuenenda katika hiyo kibali. Abraham was struggling. Ibrahimu aling'ang'ana, He was in idolatry alikuwa katika kuabudu sanamu until he came into a relationship with God. hadi ile wakati alipoingia katika uhusiano na Mungu. And when he came into a relationship with God, Na alipoingia katika uhusiano na Mungu, favor was triggered in his life. kibali kilichochelewa katika maisha Abraham's yake. name became great. Jina la Ibrahimu likafanyika kubwa. Abraham was blessed. Ibrahimu akabarikiwa. Abraham increased in wealth. Ibrahimu akaongezeka katika Because imani, favor was triggered in his life. kwa sababu kibali kilichochelewa katika maisha yake. When he came into a relationship with God, Alipokuja katika uhusiano na Mungu. you want to walk in divine favor. Unataka kutembea katika kibali ya kiungu, You need a relationship with Jesus. unahitaji uhusiano na Yesu. That is where we begin. Hapo ndio mahali It's a tunaanzia. relationship with Jesus. Hapo katika uhusiano na Yesu. You must be born again. Lazima usaliwe mara ya pili. You must be born again. Lazima usaliwe mara ya pili. If you want to walk in divine favor. Nataka kutembea katika kibali ya kiungu, Because favor kwa sababu kibali is a person. ni mtu. And when you know God, Na unapomjua Mungu, God begins to move in the hearts of men and women. Mungu anaanza kutembea ndani ya mioyo ya waume na wake, And they begin to show you favor. na wanaanza kukuonyesha kibali. God will move into your office. Mungu atatembea katika ofisi yako And touch the hearts of your bosses. na ataguza mioyo ya wakubwa wako, And will have favor. na utakuwa na kibali. Joseph was in a relationship with God. Yusufu alikuwa katika uhusiano na Mungu, And because of that relationship, na kwa sababu
sababu ya hiyo uhusiano, in the pit, pale katika shimo, he experienced favor aliona kibali and he was not killed. na hakufa. In Potiphar's house, Katika nyumba ya Potifa he entered as a houseboy, aliingia kama mjakazi, and because of favor, lakini kwa sababu ya kibali he became a manager. alifanyika He msimamizi, went into a prison, aliingia gerezani enslaved, kama yeye ni mtumwa in chains, na akiwa amefungwa, but he left as a priest, na aliondoka kama mwana wa mfalme straight to palace, na akaingia katika nyumba ya mfalme because of favor. kwa sababu ya kibali. But it all began with a relationship with God. Lakini yote yalianza katika uhusiano na Mungu. Hallelujah. Haleluya. Divine favor Kibali ya kiungu begins with a relationship with Jesus. inaanza na uhusiano na Yesu Kristo. Number 2, Ya pili, divine favor kibali ya kiungu increases, inakuinua, inaongezeka as you mature in sonship. unapoendelea kukua katika wana. Divine favor Kibali ya kiungu increases inaongezeka as you mature unapoendelea kukua in sonship. katika uwana na Mungu. Romans chapter 8 verse 19. Warumi 8:19. For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. Warumi 8:19 inasema, kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Hallelujah. The earnest expectation of the creation yearns for the manifestation of the sons of God. Inangoja kufunuliwa kwa wana wa Mungu. So things were created to move towards sons of God. Vitu viliumbwa ili vikaweze kuegemea upande wa wana wa Mungu. Creation was ordained to respond to the sons of God. Uumbaji iliwekwa wakfu ili kaweze kutazamia wana wa Mungu. When Adam was created, Wakati Adamu aliumbwa, when there was no sin, wakati hakukuwa na dhambi, he was the son of God. yeye alikuwa ni mwana wa Mungu, And whatever name Adam called anything, it became. na jina lolote Adamu aliita kitu chochote kikawa hiyo ndio jina. Adam said, you are monkey, and monkey became monkey. Adamu akasema wewe ni tumbili na ukawa tumbili. He told another one, you are lion, and it became lion. Akasema na mwingine wewe ni simba na akawa simba. Creation was responding to Adam Uumbaji ulikuwa inaegemea Adamu because he was the son of God. kwa sababu yeye ndiye alikuwa mwana wa He Mungu. had favor Alikuwa na kibali to an extent that even plants, kwa kiwango cha kwamba hata mimea they were responding to him. walikuwa wanaegemea kwake. But the moment Adam sinned, Na pindi tu Adamu alipofanya dhambi and that relationship was affected, na hiyo uhusiano ikawa imetenganishwa, the creation began to rebel. uumbaji ukaanza kuasi. Adam will go to the farm, Adamu ataenda kwa shamba and the farm will produce thorns. na shamba litatoa miba. He wanted maize, Alihitaji mahindi but it brings forth thorns. lakini inatoa miba. Creation was rebelling. Sasa uumbaji ukawa unaasi. But when we begin to mature as sons of God, Lakini tulipoanza kuongezeka kama wana wa Mungu, creation will begin to respond. viumbe vitaanza kuegemea. Creation will begin to respond. Uumbaji utaanza kuegemea. Hallelujah. When we mature in our thinking, Tunapokuwa katika kufikiria kwetu, in our mind, katika mawazo we yetu, renew our mind. tunapofanya upya nia We yetu, start thinking the way God is thinking. tunapoanza kufikiria jinsi Mungu anavyofikiria, Creation will move.
Uumbaji utaanza kuegemea upande wetu. Creation will start supporting us. Uumbaji utaanza kusimama nasi. Hallelujah. 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 Creation will respond to us. Uumbaji utaanza kuegemea upande wetu. That means you will start a business and that business will produce. Inamaanisha utaanza biashara na hiyo biashara itaendelea. That means whatever you do will start producing. Inamaanisha chochote unachofanya kitaongezeka. Because you are maturing as a son of God. Maana unakuwa kama mwana wa Mungu. You mature in your mind. Unakuwa katika mawazo yako. You mature in your speech. Unakuwa katika usemi wako. Sons of God speak like God. Wana wa Mungu wanazungumza kama Mungu. As a son of God, you are supposed to speak like God. Kama mwana wa Mungu inastahili uongee kama Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. So whatever God says, that is what you say. Sasa kile ambacho Mungu anasema ndio wewe unasema. Amen. Amen. So you are supposed to look at your dry bones Unastahili uangalie mifupa yako mikavu and tell them to live. na ukawaambie wakaishi. Because you are the son of God. Kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. You know, when God created things, Wakati Mungu alipoumba vitu, things have ears. vitu viko na masikio. So when God wanted plants, Wakati Mungu anataka mimea, God spoke to the earth. Mungu aliongea na ardhi. And the earth produced. Na ardhi ikatoa mimea. When God wanted fish, Wakati Mungu alitaka samaki, He spoke to the waters. aliongea na maji. And the waters produced fish. Na maji ikaondoa samaki. So God is a speaking God. Mungu ni Mungu anayezungumza. God created you in His image. Mungu alikuumba katika sura yake. That means you are a speaking spirit. Inamaanisha wewe ni roho anayezungumza. So like God, Na sasa kama Mungu, you are supposed to call forth life from things. inastahili ukatamke uzima kwa vitu. But the problem with us Lakini shida na sisi, is that we speak like sons of Satan. tunazungumza kama wana wa shetani. Your son comes back home. Mwana wako anarudi nyumbani, He is number 30 amefika namba 3 out of 35. kati ya watu 35. You look at your son, Unaangalia mwana wako, you tell him stupid. unamwambia mjinga. You are stupid. Wewe ni mjinga. Stupid like your mother's relatives. Wewe ni mjinga kama watu wa mama yenu. That son has ears. Huyo mwana ako na masikio. If Jesus spoke to the fig tree Kama Yesu aliongea na ile mzabibu and the fig tree responded, na mzabibu ikasikia, that son will respond. hata huyo mwana So atasikia. next time, Hiyo wakati nyingine that son will be number 35 out of 35. atakuwa namba 35 kwa watu 35. But as a son of God, Lakini kama mwana wa Mungu you speak life. unazungumza Look uzima. at him and tell him you are the head and not the tail. You Utazama are above mwambie, and not beneath. The hand of God is on you. wewe ni kichwa, utakuwa mkia, utakuwa wa kwanza au utakuwa wa mwisho. Mkono wa Mungu uko juu yako. We increase in favor Tunaongezeka katika kibali when we mature as sons of God. tunapokuwa kama wana wa Mungu. Sons of God speak like God. Wana wa Mungu wanazungumza kama They Mungu, act like God. wanatenda kama Mungu, They think like God. wanafikiria kama Mungu, They behave like God. wana tabia kama Mungu. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Then number 3, Na ya tatu, divine favor kibali ya kiungu increases inaongezeka as we increase in stewardship. jinsi tunavyoongezeka katika utumishi. Divine favor Kibali ya kiungu increases inaongezeka as we increase in stewardship. kadri tunavyoongezeka katika utumishi. In 2026, Katika mwaka wa 26 be a good steward uwe mtumishi mwema of the things that God has given you. ya vitu ambavyo Mungu amekupa. At times we don't enjoy favor Wakati mwingine tufurahii kibali because we are not good stewards. kwa sababu sisi sio watumishi mwema. We are not favored Hatupokei kibali because we are not
stewards. Kwa sababu sisi sio watumishi There mwema. are things that God has given us. Kuna vitu ambavyo Mungu ametupa. And God wants us to be good stewards of those things. Na Mungu anataka tuwe watumishi mwema kwa hizo vitu. Number one, God has given you life. Nambari ya kwanza, Mungu amekupa uzima. Life is a gift from God. Uzima ama uhai ni zawadi kutoka kwa Mungu. Sleeping and waking up is not automatic. Kulala na kuamka sio kawaida. You don't wake up because of the alarm clock. Hauamuki kwa sababu ya kuweka alamu. You wake up because of the mercies of God. Unaamuka kwa sababu ya rehema za Mungu. So life is a gift of God. Sasa uzima ni zawadi kutoka kwa Mungu. And God wants us to steward life well. Na Mungu anataka tukatumikie uzima. When you steward life well, Napo utumikia maisha ama uzima vizuri, God shows you favor. Mungu atakuonyesha kibali. Number two, God has given you time. Ya pili, Mungu amekupa muda. God has given us time. Mungu ametupa muda. One reason why we don't see favor Sababu ambayo inatufanya hatuoni kibali is because we are poor managers of time. kwa sababu sisi ni watu ambao wanaharibu wakati. You tell believers to come at 9. Unaambia waamini wakuje saa 3. They come at 11. Wanakuja saa 5. Poor stewards of time. Ni watumishi wabaya wa muda. And then you take that habit Na unachukua hiyo tabia to the marketplace. na ipeleka kule sokoni. So there is no favor Sasa hakuna kibali in the marketplace. pale katika soko. Hello? Hello? They say let us meet at 8. Wanasema tukutane saa 2. You are always coming late. Wewe kila wakati unachelewa. And then you are wondering why God is not blessing you. Na unaanza kutafakari kwa nini Mungu akubariki. You are not a good steward. Wewe sio mtumishi mwema. You want to see the favor of God in 2026. Unataka kuona kibali ya Mungu mwaka 26. A good steward of time. Uwe mtumishi mwema wa muda. Number 3, God has given us talents. Mungu ametupa ya 3, talanta. Become a good manager of the talents that God has given you. Uwe mtumishi mwema wa talanta ambaye Mungu amekupa. God did not create useless people. Mungu hakuumba watu walio bure. Everyone seated here, Mtu yeyote ambaye amekaa mahali hapa, there is a gift that God has given you. kuna kibali ama kuna talanta ambaye Mungu amekupa. Some of us can do things with their hands. Kuna wale ambao wanaweza fanya vitu na mikono yao. Some of us can do things with their mind. Kuna watu wanaweza fanya vitu na mawazo yao. Some of us can do things with their mouth. Kuna watu wanaweza fanya vitu na midomo yao. Some of us can do things with our feet. Kuna watu wanaweza fanya vitu na miguu yao. Like Faith Kipyego. Kama Faith Kipyego. There is a gift. Kuna karama, There is a talent kuna talanta that God has given you. ambaye Mungu amekupa. The more you learn how to manage that talent, Unapoendelea kujifunza jinsi ya kuweka hiyo talanta, the more you receive favor. ndivyo utaendelea kuona kibali. Hallelujah. Number 4, God has given us treasure. Mungu ametupa hazina. Come on, say, God has given me treasure. Sema Mungu amenipa hazina. Ask your neighbor from the time you reached 18 until now. Uliza mtu wakati ulifika mwaka 18 hadi ufike leo. How much money has passed through your hand? Pesa ngapi zimepitia kwa mkono yako? Tell them, my neighbor, I suspect you're a millionaire. Mwambie jirani yangu, nashuku wewe ni milionea. Ask them how much money has passed through your hands. Muulize ni pesa ngapi zimepitia mikono yako. But the problem is that we are poor stewards. Lakini shida ni kwamba sisi ni watumishi wabaya. God rewards faithfulness. Mungu ana zawadi uaminifu. God will give you a little. Mungu atakupa chache. If you are faithful with the little, Kama wewe ni mwaminifu na He will chache, increase it. ataiongeza. Then He will increase it. Na ataiongeza. Then He will increase it. Na ataiongeza. Hallelujah. Haleluya. Become good steward. Uwe mtumishi mwema. Number 5, God has given us grace. Nambari ya 5, Mungu ametupa neema. And God wants us to become good stewards Na Mungu of the grace. anataka tuwe watumishi mwema
wa kibali, wa Become a neema. good manager. Uwe msimamizi mwema. You want to see favor? Unataka kuona kibali? Become a good steward of the grace Uwe mtumishi mwema wa neema that God has given you. ambaye Mungu amekupa. God has given us grace. Mungu ametupa neema. I remember where we stay. Nakumbuka kule tunapoishi. God has given us grace. Mungu ametupa neema. So there is this neighbor. Kuna huyu jirani yetu. We don't know her. Hatumjui. Somehow, Kwa njia nyingine she discovered that we are pastors. alitambua ya kwamba sisi ni wachungaji. And that lady, Na huyo dada she was trusting God for boys. alikuwa anamtumainia Mungu ampe watoto. She had girls. Alikuwa na watoto wasichana. Until the husband Mpaka mume started with the round. this person. So this lady Sasa huyu dada started making soap. akaanza kutengeneza sabuni. Every month she would bring us soap, liquid soap. Kila mwezi atatuletea sabuni. She did it consistently. Alikuwa anatuletea sabuni kila wakati ya For 4 maji years. kwa miaka minne. The 4th year, Mwaka wa 4 she became pregnant akawa mjamzito with twins, na mapacha boys. wote vijana. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Become a good steward Uwe mtumishi mwema of the grace that God has given. ya neema ambayo Mungu amekupa. When you are a good steward, Ukiwa mtumishi mwema, that grace becomes a blessing to other people. hiyo neema inafanyika baraka kwa Other watu people wengine. start eating from what God has done in you. Watu wengine wanaanza kukulia kile ambacho Mungu amekutendea. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. God wants us to increase in favor Mungu anataka tukaongezeke katika kibali. in 2026. Katika mwaka wa 20 God wants us to increase in favor Mungu anataka tuongezeke katika kibali. in 2026. Mwaka wa 26. Come on, say together with me, I am increasing in favor. Sema pamoja nami, naongezeka katika kibali. Again, I am increasing in favor. Naongezeka katika kibali. Amen. Amen. I want us to pray. Nataka tukaombe. So I want to request us to rise on our feet. Nataka nikaombe mkasimame kwa miguu yenu. I want to request us to rise on our feet. Nataka niombe tukasimame kwa miguu yetu. Psalm 102 verse 13. Zaburi 102 mstari wa 13. You will arise and have mercy on Zion, for the time to favor her. Yes, the set time has come. Tasimama na kuirehemu Sayuni, kwa maana ndio wakati wa kuihurumia, na majira yaliyoamriwa yamewadia. Come on, say it together with me. This Sema is pamoja my nami. set time. Hii ni muda wangu uliopangwa. This is my set time. This is my set time. God is arising on my behalf. God is arising on my behalf. Mercy is speaking for me. Mercy is speaking for me. Favor is locating me. Favor is locating me. What was delayed What was delayed is being released. is being released. What was delayed What was delayed is being released. is being released. In Jesus' name. In Jesus' name. So this morning, I want us to lean on mercy. Hii asubuhi ya leo nataka tukaegemee rehema. Mercy is a divine technology. Rehema ni teknolojia ya kiungu. Because of mercy, Kwa sababu ya rehema, David had weaknesses, Daudi alikuwa na upungufu. serious weaknesses. Upungufu But David yaliyoshika is the one sana. who understood the mercies of God. Na Daudi akaelewa rehema za Mungu. And mercy can deliver favor. Na rehema inaweza kuleta kibali. Mercy precedes favor. Rehema inaenenda mbele ya kibali. Anytime God wants to show you favor, Wakati wote Mungu anataka kukuonyesha kibali, He first shows you mercy. kwanza anakuonyesha rehema. The Bible says, you will arise Biblia sema utainuka and have mercy on Zion. na ukupaya rehema Sayuni, For the time to favor her. kwa sababu muda wa kuirehemu, Yes, the set time has come. muda wake wa kibali imefika.
So I want you to repeat together with me. Say, Father, Father, we lean on your mercies we lean on your mercies for relief from stagnation. from stagnation. Father, Father, we lean on your mercies we lean on your mercies for relief for relief from stagnation. from stagnation. By your tender mercies, By your tender mercy, look upon every area of my life look upon every area of my life where I have been stuck, where I've been stuck, and let your compassion and let your compassion break every chain of delay. break every chain of delay. Lord, by your mercies, Lord, by your mercies, redeem the time that we have lost. redeem the time that we have lost. Overturn every consequence of human error. Overturn every consequence of human error. Every ounce of demonic resistance Every ounce of demonic resistance or ancestral limitations. or ancestral limitation. Father, have mercy Have mercy and make a way and make a way where there seems to be no way. where there seems to be no way. Let your mercies open doors Let your mercies open doors beyond human capacities. beyond human capacity. Lord, remember us Lord, remember us in your loving kindness. in your loving kindness. Do not let stagnation Do not let stagnation define our destiny. define our destiny. But Father, But Father, arise in mercy arise in mercy and move us forward. and move us forward. By your mercies, By your mercy, let every decree of delay, let every decree of delay, denial, or stagnation or stagnation be cancelled this morning. be cancelled this morning. In Jesus' name. In Jesus' name. Go ahead and make that prayer. In the name of Jesus. We lean on the mercies of God for favor. Omba kwa madhiri We Mungu lean on the mercies of God for favor. In 2026, we are leaning on the mercies of God for favor. We are leaning on the mercies of God for favor. tunaegemea rehema za Lord, have Mungu mercy. kwa ajili ya kibali. Have mercy, O God. Mungu utupe kibali. Make a way Mungu tufanye njia. where there seems to be no way. Pasipo na njia, Let your mercies open doors acha rehema zako zikafungua njia beyond human capacities. zaidi ya uwezo wa mwanadamu. Remember us in your loving kindness. Tukumbuke katika rehema zako. By your mercies, oh God, Kwa rehema zako Bwana, let every delay wacha Bwana kuzunguka be cancelled in the name of Jesus. waweze Bwana kukarimiwa By your katika jina la mercies, Yesu. oh God, Kwa rehema zako Bwana, let every denial wacha Bwana kukataliwa, be cancelled in the name of Jesus. waweze Bwana kukataa. By your mercies, oh God, Kwa rehema zako, let every stagnation wacha Bwana kuzunguka sehemu moja, be cancelled in the name of Jesus. waweze Bwana kukataliwa katika jina la Yesu. Father, Baba, we need all your mercies. tunaegemea rehema zako, We need all your mercies for relief tunaegemea rehema zako from Bwana, stagnation. kwa ajili ya In kuzungukia 2026, move us forward, oh God. tusaidie tuende mbele, Move us forward by your mercies, oh God. tuende mbele kwa rehema zako, Move us forward in your purposes, oh God. tuende mbele kwa kusudi lako. Show us mercy in the name of Jesus. Onyeshe rehema Bwana katika jina la Yesu, In Jesus' name. katika jina la Yesu. Amen. Amen. Again, I want you to repeat together with me. Nataka ukarudie nyuma yangu. Come on, say, we lean on God Sema, we lean on God over this church. over this church. We lean on God We lean on God for favor for favor over this church, over this church, for its growth for its growth and its influence and its influence and its impact. and its impact. Father, Father, according to your mercies, according to your mercies, breathe upon IFC. breathe upon IFC. Breathe upon IFC. Breathe upon IFC. Cause us to grow by your hand, Cause us to grow by your hand, not by human effort. not by human effort. Lord, we plead Lord, we plead for your mercies. for your mercies. Open doors of
influence, Open doors of influence. visibility, Visibility and expansion and expansion that only your compassion can unlock. that only your compassion can unlock. Father, show us mercy Show us mercy and remove every barrier. and remove every barrier. Remove every spiritual barrier. Remove every spiritual barrier. Remove every numerical barrier. Remove every numerical barrier. Remove every territorial barrier Remove every territorial barrier that limits our growth. that limits our growth. Lord, by your mercy, Lord, by your mercy, let IFC let IFC be a place where souls find place. be a place where souls find place. Let IFC Let IFC be a place be a place where souls find grace. where souls find grace. Let IFC Let IFC be a place be a place where souls where souls find healing. find healing. Let IFC Let IFC be a place be a place where souls where souls find salvation. find salvation. Lord, Lord, in your mercies, in your mercy, establish IFC establish IFC as a light in this city, as a light in this city, as a light in this nation, as a light in this nation, as a light in this continent. as a light in this continent. Let out influence. Let our influence, Let our influence let our influence reflect your goodness. reflect your goodness. In Jesus' name. In Jesus' name. Go ahead and make that prayer. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We lean on your mercies for favor, Lord. We lean on your mercies for favor. Favor over this church. Favor for its growth. Favor for its influence. Father, according to your mercies, breathe upon IFC. Cause us to grow by your hand, oh God, and not by human effort. Lord, we plead for your mercies. Open doors of influence. Open doors of visibility. Open doors of expansion for IFC in the name of Jesus. Lord, show us mercy and remove every spiritual barrier. Lord, show us mercy and remove every territorial barrier. Lord, show us mercy and remove every numerical barrier. Lord, cause us to advance into your will and purposes. Lord, cause us to increase. Lord, cause us to expand. Lord, cause us to grow in the name of Jesus. By your mercies, oh God, let IFC be a place where there shall be salvation, a place where there shall be healing, a place, my Father, where people will find grace, where ministry will happen in the name of Jesus. In Jesus' precious name. Again, repeat after me. Say, we lean on God for mercy. Rudia tena nyuma yako. Lean on God for mercy. We lean on God for mercy. We lean on God for mercy. For favor For favor in the marketplace. in the marketplace. Father, we appeal for your mercy. We appeal for your mercies. Lord, cause our markets Lord, cause our market and lead us and lead us to lean towards us. towards us. Let favor Let favor speak where our strength ends. speak where our strength ends. Let favor Let favor speak speak where our strength ends. where our strength ends. Lord, by your mercies, Lord, by your mercies, silence every voice of accusation. silence every voice of accusation. Lord, by your mercy, Lord, by your mercy, silence every voice of misrepresentation. silence every voice of misrepresentation. Lord, by your mercies, Lord, by your mercy, silence every voice of opposition silence every voice of opposition against us. Against
Bless us. By your mercies, O Lord. By your mercies, O Lord. Cause policies Cause policies and decisions and decisions and environments and environments to align with your favor. align with your favor. Lord, let your mercy break through barriers in high places and grant us peace with those in authority. Let your mercy open doors that protocol cannot. Let your mercy open doors that experience cannot. Let your mercy open doors that qualifications cannot. In the name of Jesus. Come on, go ahead and make that prayer. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we pray for mercy. We lean on your mercy even in the marketplace. Lord, show us favor in the marketplace. Cause us to advance. Cause us to progress. Cause us, Lord, to move from one level to another. Cause us to increase in the marketplace, my Father. Lord, the same way you are with Daniel, Lord, distinguish us above our peers. Cause us to arise in the name of the Lord. Cause us to arise by the power of your Spirit. Cause us to arise by the influence of your presence. Lord, show us favor in the marketplace. Show us favor in the marketplace. Show us favor in the marketplace. Show us favor in the marketplace, oh God. Father, we worship you. We give you glory, Lord, and we give you praise. Twakuabudu Bwana, jina lako limeinuliwa zaidi ya majina yote. Bwana, pokea sifa. Twakuabudu Bwana, jina lako limeinuliwa zaidi ya majina yote. Bwana, pokea sifa. Twakuabudu Bwana, jina lako limeinuliwa zaidi ya majina yote. Bwana, pokea sifa. 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 Zetu. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Tunashukuru Mungu kwa ujumbe wenye nguvu. Upendeleo wa kiungu. That is what we are looking for in the year 2026. Na upendeleo huo ndio tunatarajia mwaka wa 2026.